Episode 1: kukamatwa. Asubuhi ya Jumamosi jijini Dar es Salaam, jua lilianza kuchomoza taratibu huku shughuli za kila siku zikianza kuamka. Ndani ya gereji ndogo iliyokuwa pembezoni mwa barabara, Kassim Salum alikuwa amegama chini ya gari akilikarabati kwa ustadi mkubwa. Uso wake ulikuwa na tabasamu la utulivu na mikono yake ilionyesha uzoefu wa miaka mingi wa kazi ya ufundi. Wateja wengi walimpenda kwa sababu moja kubwa: uaminifu wake. Hakuwa mtu wa kuwatoza watu pesa zisizo za haki wala kufanya kazi ya kudanganya. Mmoja wa wateja wake alimsogelea baada ya gari lake kukamilika. "Kassim, wewe ni fundi wa tofauti. Sijawahi kuona mtu mwaminifu kama wewe." Kassim alitabasamu kwa unyenyekevu. Kikubwa ni kufanya kazi kwa moyo safi. Pesa huja na kuondoka, lakini heshima hubaki. Hakuna hata moja aliyekuwepo pale aliyedhani kwamba maneno hayo yangekuwa ya mwisho kusikika kutoka kwake akiwa huru. Wakati huo huo, upande mwingine wa jiji, furaha ilikuwa imetawala nyumbani kwa Aisha. Wanawake walikuwa wakipamba nyumba kwa maua na vitambaa vya harusi huku vicheko vikisikika kila kona. Ndani ya chumba chake, Aisha alisimama mbele ya kioo akiitazama kwa furaha gauni lake jeupe la harusi. Alikuwa akisubiri siku ambayo alikuwa ameisubiri kwa miaka mingi. Mama yake aliingia chumbani taratibu, akamtazama kwa upendo, kisha akamkumbatia. "Kesho utaanza maisha mapya mwanangu." Aisha alitabasamu huku macho yake yakijaa matumaini. "Naomba Mungu tuwe na ndoa yenye amani." Jioni ilipoanza kushuka, Kassim na Aisha walikutana ufukweni. Mawimbi ya bahari yaligonga ufukwe kwa utulivu huku upepo mwanana ukivuma. Walitembea wakiwa wameshikana mikono, wakizungumza kuhusu ndoto zao za baadaye. Walitamani kujenga nyumba yenye bustani ndogo, kupata watoto na kuanzisha biashara ambayo ingewasaidia kujenga maisha mazuri. Kassim alimgeukia Aisha na kusema kwa sauti ya upole, "Siwezi kukuahidi utajiri leo, lakini nitafanya kila niwezalo kukufanya uwe na furaha." Aisha alitabasamu, akashika mkono wake kwa nguvu zaidi, akiamini kwamba alikuwa amempata mwanaume wa maisha yake. Lakini mbali na wao, hatari ilikuwa tayari imeanza kuwafuata. Usiku ulipoingia, gari jeusi lenye vioo vya giza lilisimama kimya karibu na nyumba ya Kassim. Ndani yake alikuwemo mwanaume aliyekuwa amevaa suti nyeusi. Uso wake haukuonyesha hisia zozote. Alitoa simu yake, akabonyeza namba, kisha akaizungumza kwa sauti ya chini. "Kila kitu kiko tayari?" Sauti kutoka upande wa pili ilijibu bila kusita. "Ndiyo bosi, leo ndio mwisho wa maisha yake ya kawaida." Mwanaume huyo alikata simu polepole, akatabasamu kwa namna iliyotia wasiwasi, kisha akaendelea kutazama nyumba ya Kassim kutoka mbali. Dakika chache baadaye, Kassim alitoka nyumbani kwenda dukani kununua soda. Hakujua kwamba kila hatua aliyokuwa akipiga ilikuwa ikimpeleka kwenye mtego ambao hakuwahi kuutarajia. Alipokuwa akirudi nyumbani, ghafla magari matatu ya polisi yalifika kwa kasi na kusimama mbele yake. Taa za polisi zilimulika barabara nzima. Majirani walianza kutoka nje kwa mshangao. Kabla hajapata nafasi ya kuuliza kilichokuwa kinaendelea, askari walimzunguka kutoka kila upande. Kamanda wa polisi alipiga hatua mbele na kusema kwa sauti kubwa, "Kassim Salum, unakamatwa kwa tuhuma za mauaji." Kassim alibaki ameduaa. "Mauaji? Kuna makosa?" Lakini hakuruhusiwa hata kumaliza sentensi yake. Ndani ya sekunde chache, Aisha alikimbia kutoka nyumbani huku machozi yakimtoka. "Haiwezekani, Kassim hawezi kufanya hivyo." Hakuna aliyemsikiliza. Askari walimvisha pingu mbele ya macho ya majirani waliokuwa wakitazama kwa mshangao. Kassim aliendelea kusisitiza kuwa hana hatia, lakini kila alichokisema kilionekana kupotelea hewani. Kamanda wa polisi akafungua mfuko wa ushahidi. Ndani yake kulikuwa na kisu kilichokuwa kimehifadhiwa kwenye mfuko maalumu wa ushahidi, kikiwa na doa dogo la damu lililokauka. Akamwonyesha Kassim. "Alama zako za vidole zimepatikana kwenye kisu hiki." Kassim alitikisa kichwa kwa nguvu. "Hapana, sijawahi kukiona hicho kisu. Hiki si changu." Lakini hakuna aliyekuwa tayari kumsikiliza. Baada ya muda mfupi, askari walimuingiza ndani ya gari la polisi. Mlango ukafungwa kwa kishindo na gari likaondoka polepole likipotea gizani. Aisha alibaki katikati ya barabara, akilia kwa uchungu huku akilitazama gari hilo likiondoka. Mbele yake, kila ndoto aliyokuwa ameijenga ilionekana kuvunjika ndani ya dakika chache.
lakini hakujua kuwa aliyesababisha yote hayo alikuwa bado yupo karibu. Mbali kidogo, ndani ya gari jeusi lililokuwa limeegeshwa gizani, mwanaume yule wa suti nyeusi alitazama kila kitu kilichokuwa kimetokea. Tabasamu dogo lilionekana usoni mwake. Kwa sauti ya chini sana, alisema, huu ni mwanzo tu. Giza lilitanda. Itaendelea.